asubuhi ya siku ya leo naenda kujifunza juu ya kutayarisha mioyo yetu. Enda kujifundisha juu ya kuitayarisha mioyo yetu. Ni wakati ambapo mioyo yetu inatupasa kwamba tukaweze kuitayarisha kwa ajili ya kwenda kupokea, kwa ajili ya kwenda kupokea uwezo, kwa ajili ya kwenda kumpokea Yesu Kristo, iwapo katika wakati huu ambao tunaenda kukaribia kuadhimisha kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa kwa Yesu kuna maana na ni kwa muhimu katika maisha yetu. Na kwa wakati huu ambapo Yesu tunaadhimisha kuzaliwa kwake, ni kwamba kuna mambo katika roho, kuna mambo katika roho, mambo yasiyoonekana kwa macho haya yanatendeka katika maisha ya watu na katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Na ni kwa yule ambaye ameweza kuchukua nafasi ya kujiandaa, ameweza kuchukua nafasi ya kutayarisha moyo wake kwa ajili ya kuenda kupokea kile ambacho Mungu anaenda kukiachilia katika season hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusichukulie tu ni kama ni hadithi, kama ni kitu cha kawaida. Tunakuja kusherehekea Christmas, ipite, tuende New Year, ipite. Usichukulie ni kawaida. Kuna mambo ambayo katika roho yanatendeka. Bwana asifiwe. Na katika roho iwapo ikiwa kuna mambo ambayo yanatendeka katika roho, inapasa pia nasi katika roho tukapate kuwa na maandalizi. Tukapate kuwa na maandalizi ili yale ambayo yanatendeka, yale yanayotendeka yakaweze kututendekea katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati huu wa kwenda kuinuliwa, ni wakati wa kwenda kuishwa, ni wakati wa kwenda kuondoa ule udhaifu. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kwenda kuwa renewed tena. Bwana asifiwe, katika hali zetu za kiroho. Amen. Amen. Kujiandaa. Amen. Amen. Kujitayarisha, kujiweka tayari. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Luka mtakatifu. Mlango wa 2 kuanzia 1 mpaka 7. Tunapata maandiko hapa yanaongea juu ya kuzaliwa. Wakati ule Yesu alipozaliwa, Biblia inasema ya kwamba amri ilitolewa na Kaisari Augusto ya kwamba wanadamu wote wahesabiwe hapa duniani ama ulimwenguni. Akatoa amri, na amri hii ikafika kwa liwali, na liwali akatangaza ya kwamba ni wakati ya kwamba watu waende wakahesabiwe, kila mmoja na watu wa mbari yake. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio hesabu ya kwanza ulimwenguni. Hata leo hesabu zinapita. Baada ya miaka 10 tunahesabiwa, baada ya miaka 10 tunahesabiwa, lakini hii ndio hesabu ya mwanzo katika ulimwengu. Na mataifa yamechukua mwelekeo huo, na ni mwelekeo wa kibibilia. Bwana asifiwe. Akatoa amri ya kwamba watu wote wahesabiwe, na kila mmoja akahesabiwe pamoja na jamii zake. Wagiriama waende Giriama, na huko Giriama kuna mbali, Mkweha kuna mbali, Maboyakunga kuna mbali, Makombe. Bwana asifiwe. Amen. Wakauma waende Kauma, na pia na kuna mbali sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna Wazaka, kuna Wamamaya, kuna taga nyingi za Wakauma. Pia wale wengine pia waende kwao wakahesabiwe kulingana na mbari zao. Bwana asifiwe. Amen. Pia sema ya kwamba hapa pia na Yusufu, kwa sababu alikuwa ni wa mbari ya Daudi, akaenda Judea ili pia naye akahesabiwe pamoja, kwa maana alikuwa ni wa mbari ya Daudi.
na alikuwa kule bila kwamba waelekee Bethlehem, pale ambapo ndipo alipoenda kuzaliwa. Na alipofika Bethlehem alikuwa pamoja na mkewe Mariamu, wameenda kuhesabiwa nambari yao, kwa maana ni wambari na Daudi. Bwana asifiwe. Amen. Wakatoka Nazareti wakaenda Judea, ndio hao wakaenda Bethlehem ili wakahesabiwe. Na Mariamu alikuwa na ujauzito, alikuwa amefika wakati wake wa kuzaa, na alipokuwa kule Bethlehem wakati wake kumjia wa kujifungua, na wakaenda katika nyumba za wageni. Nyumba zikawa zimejaa. Yesu akaenda kuzaliwa katika zizi la ng'ombe. Bwana asifiwe. Amen. Katika chombo cha kulia ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pahali ambapo hapaonekani pazuri, pahali ambapo hapaonekani kwa maana, ndani ya zizi la ng'ombe, na akalazwa katika chombo cha kulia ng'ombe, akafunikwa na nguo za kitoto, kwa sababu katika nyumba ya wageni hakupata nafasi, zilikuwa zimejaa wageni. Bwana asifiwe. Amen. Nyumba za wageni ni lodge. Bwana asifiwe. Amen. Nyumba za wageni ni lodge. Lodge huwa zinabeba mambo mengi. Bwana asifiwe. Amen. Wakora ni rahisi kukodi nyumba za wageni. Washerati ni rahisi kukodi nyumba za wageni, kwa sababu kule ni pesa zako. Kwa hiyo zinabeba watu wote wa kila aina ya uchafu, na Yesu akawa ni apate nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili aingie katika hizo nyumba. Lakini bahati mbaya hapakuwa na room iliyokuwa iko open. Hapakuwa na room ambayo haikuwa na mgeni. Room zote zilikuwa zimejaa wageni. So hakuweza kupata nafasi ya kuzaliwa pale, ndipo akaenda kuzaliwa katika zizi la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laiti angejua mapema mwenye hizo nyumba, angewacha chumba na angekitengeneza vizuri, Yesu akaja akazaliwa pale. Lakini mwenye nyumba hakujua. Angehesabu sehemu ya mfalme aje azaliwe, sehemu ya Yesu Kristo aje azaliwe, lakini mwenye nyumba za wageni hakujua. Nyumba zote zikachukuliwa na wageni. Haijulikani kwa ni wageni wa aina gani, lakini Yesu bado akaenda kuzaliwa pahali palipokuwa panaonekana ya kwamba si pahali pazuri, lakini akazaliwa pale mfalme na akakuwa. Bwana asifiwe. Amen. Leo ndiye huyo mfalme tunayemwabudu, mfalme wa falme, aliyejemedari wa majemedari, mkuu wa wakuu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyezaliwa katika zizi la ng'ombe, kalazwa katika huru la kulia ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niongee na mtu asubuhi ya siku ya leo ya kwamba Yesu anakaribia kuzaliwa katika mioyo yetu. Je, moyo wako umeuandaa kinamna gani? Je, unajaza room zote wageni? Je, umejaza wageni? Wewe ikawa umejaza wageni kiasi cha kwamba Yesu hatapata nafasi kuzaliwa ndani yako. Ni wakati wetu wapendwa, wakati huu tuhoji mioyo yetu, tuangalie mioyo yetu, na kama kuna wageni katika mioyo yetu tuwatoe. Tuachie chumba mfalme ili aje akaweze kuzaliwa katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kuwa na wageni, inaweza kuwa
kitu fulani, achilia. Bwana asifiwe. Amen. Inaweza kuwa una uchungu na mtu, unacheka naye, unaongea naye, unamwambia Bwana siwe una uchungu naye, nataka nikwambie kwamba achilia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Muda unakaribia wa Yesu kuenda kuzaliwa. Atazaliwa pahali ambapo ni pako salama. Na pako salama ni pale pahali ambapo hakuna mgeni. Bwana asifiwe. Amen. Unajua hao watu wanaokodisha nyumba za wageni, wengine huwa wanakuwa walevi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa walevi na wanafanya vituko. Yesu kama angeachwa kwa baraza hangeweza kuzaliwa, kwa sababu wale wageni waliokuwa pale haujulikana ni wageni wa aina gani. Bwana asifiwe. Sio kuonekana kwamba kazi alisema japo ni kwa ng'ombe na kwa ajili ng'ombe ziko kando, azaliwa pale pahali ambapo sawa. Bwana asifiwe. Akazaliwa pahali salama. Nakwambia siku ya leo, tayarisha moyo wako ukapate kuwa salama, ili siku ikifika Yesu akazaliwe ndani yako. Ondoa wageni. Bwana asifiwe. Wageni, kile cho ndani ya moyo wako, kila ambacho hakumpendezi Bwana, ndio wageni. Kiondoe. Utakapokiondoa, basi Yesu atapata nafasi ya kuzaliwa ndani yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Safisha moyo wako. Juu ya wewe na ndugu yako, safisha. Juu ya wewe na dadako, safisha. Juu ya wewe na jirani yako, safisha. Juu ya wewe na mume wako, safisha. Yaliyopita sema yawe yamepita, yameisha, wacha yawe mapya. Safisha. Ondoa kile kikwazo kutoka katika moyo wako. Samehe. Bwana asifiwe. Amen. Usiposamehe, hutasamehe. Usipoachilia, hutaachiliwa. Bwana asifiwe. Amen. Tuondoeni wageni. Tuwafukuze wageni. Kama kuna wageni ndani ya wako, umebeba wageni, sijui ni wangapi, wafukuze. Mwambie wageni, tokeni. Ndani ya moyo wangu wageni, tokeni. Nimeanza kukasirikia watu, wageni, tokeni. Sisalimiani na watu, wageni, tokeni. Sio wageni, toa wageni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili Yesu aje azaliwe pahali ambapo hakuna wageni. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa tukaimba wimbo, watu walikuwa bado wanaimba kwaya. Kwa nasema hivi, ni habari njema ya furaha, uzaliwa Yesu mkombozi. Tazama wakati umefika, azaliwe Mwokozi. Ndugu wewe nami tuondoe wapangaji, azaliwe Yesu mkombozi. Tuwafukuzeni wageni, Bwana Yesu azali. Ndugu wewe nami tuondoeni wapangaji, azaliwe Yesu mkombozi. Tuwafukuzeni wageni, Bwana Yesu azali. Yusufu aliuliza nyumba ya wageni Yesu azaliwe, hapakuwa nafasi kuingia, sababu zimejaa. Ndugu wewe nami tuondoeni wapangaji, azaliwe Yesu mkombozi. Tuwafukuzeni wageni, Bwana Yesu azaliwe. Hata hivi sasa watu wa Mungu, sauti ya Bwana inatuita, tuandae mioyo yetu, azaliwe Mwokozi. Ndugu wewe nami tuondoeni wapangaji, azaliwe Yesu mkombozi. Tuwafukuzeni wageni, Bwana Yesu azaliwe. Hata mlipo makofi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Tuwafukuzeni wageni, Bwana Yesu azaliwe katika maisha yetu.
tuendelee safari mtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe wageni, tuwaondoeni wageni. Kile kinachokwaza tukiondoe, tujitakase, tujiandae, tutakase mioyo yetu ili Yesu azaliwe katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alizaliwa pale panaonekana kwamba ni pahali pa kudharauliwa. Acha udharauliwe katika kipindi hiki. Acha udharauliwe. Wacha udharauliwe. Wacha uchekwe, lakini Yesu azaliwe katika maisha yako. Bwana asifiwe. Jirani yangu nisamehe, nilikukosea. Utaweza kudharau ama kudharau, unaenda kuomba msamaha yule. Utaonekana hauna maana, lakini umefanya cha maana. Yesu atazaliwa katika moyo wako. Amen. Katika maisha yako. Tengeneza moyo wako. Bwana asifiwe. Tengeneza moyo wako. Tengeneza mazingira yako. Yesu azaliwe katika maisha yako. Amen. Maisha yako yainuliwe katika hali za kiroho. Bwana asifiwe. Upandishwe katika ngazi zingine za kiroho. Bwana asifiwe. Ondoa kila kikwazo. Tuondoeni vikwazo vilivyoko ndani yetu. Tuondoeni vikwazo. Magogo yote tuyatoe katika mioyo yetu hayapendezi Bwana. Tutoe katika maisha yetu. Bwana kazaliwe katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kazaliwe katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Alizaliwa. Yesu akakua. Akaongezeka kimo. Na akawa mwenye hekima. Bwana asifiwe. Amen. Atakapozaliwa katika maisha yako, atayabadilisha mawazo yako. Amen. Atayabadilisha maneno yako. Atabadilisha matendo yako. Atabadilisha mtazamo wako. Atabadilisha jamii yako. Atabadilisha mazingira unayoyaishi. Atabadilisha matendo yako. Bwana asifiwe. Amen. Maana amezaliwa ndani yako na anakuwa mwana wa Mungu aliyekuwa na hekima na maarifa, mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Ndani yako atakuwa. Amen. Ule kawaida utakutoka. Ule kawaida utakuacha. Yale ambayo huko unayaweza ya kiroho, Bwana ataanza kukupandisha na kuona kwamba unayaweza. Bwana asifiwe. Amen. Paulo asema yaweza yote kwa yule anayetia nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Utayaweza yote. Maana Bwana atakuwa mtetezi katika maisha yako. Naye atakutia nguvu usiku baada ya siku nyingine. Maana yuko ndani yako. Amezaliwa. Lakini hatazaliwa, tufukuzeni wageni. Bwana asifiwe. Amen. Hawa wageni tuwaondoe. Hizi dhambi ndogo ndogo tunazozifanya tuziondoe. Haya matendo madogo maovu tuyaondoe. Huku fichiana chumvi na kunyimana maji tukuondoe. Bwana asifiwe. Amen. Huku nungunikana maana tutu wamefanya hivi, kunungunikana huku tukuondoe. Huu vikundi vya kusengenyana hivi tuviondoe. Vinazuia uwepo wa Mungu. Vitazuia Yesu kuzaliwa katika maisha yao. Tuondoe. Tujitenge na kila ambacho Bwana hakumpendezi. Bwana asifiwe. Amen. Yesu atazaliwa ndani yako. Amen. Atazaliwa ndani yako. Kiwa wageni hawapo, atazaliwa ndani yako. Na maisha yetu yatageuka. Yatabadilika. Tutainuliwa toka utukufu mpaka utukufu mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Waliokuwa wanakudharau hawataweza kudharau. Amen. Watajua uko na Mungu katika maisha yako. Amen. Watajua uko na Mungu miongoni mwako. Watajua uko na Mungu katika nyumba yako. Uko na Mungu katika jamii yako. Maana walikudharau. Na kwa sababu walizaliwa ndani ya Kristo, watamuona Mungu katika maisha yako. Amen. Wacha tutengeneze mioyo yetu. Tutayarishe mioyo yetu ili Yesu Kristo akazaliwe katika maisha yetu. Na maisha yetu yasibakie vile yalivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kapozaliwa ndani yetu yeye mwenye nguvu, ataachilia uponyaji katika maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Revival linaposhuka linaponya, inafungua. Bwana asifiwe. Amen. Inaleta amani katika mioyoni mwa watu. Inaleta umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaleta huruma.
na inaleta nguvu za kumtumikia Bwana. Revival. Na ni wakati wa kuwa revived. Kupitia kwa Yesu kuzaliwa ndani yetu. Tuondoeni wageni. Bwana asifiwe. Amen. Kila mmoja kwa maana anajua amekodishia kina nani. Wewe ni pale kwa siku leo unamalizia kusema ya kwamba unajua uliowakodishia. Uende kwa nikodishia wakora. Uende kwa nikodishia wachawi. Unajua kweli humu nyumbani mwangu kuna room fulani ya wachawi. Unajua hawa nimewakodishia hawa, lakini huyu nimekodishia hapa amekuja na bibi ambaye si wake. Unajua huyu nimemkodishia, lakini nimemkodishia hapa yuko na machine gun anaenda kulipua sehemu fulani. Unajua maana umewakodishia wewe. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoenda kuomba, mwambie Bwana kwamba hawa wageni kwa jina lako watoka. Wafukuze. Wale wenye mashini gani katika wako mioni mwako na wana mashini gani, waambie na mashini gani zenu tokeni. Hizo mashini gani ndio zinavuta makanisa. Hizo mashini gani. Mwambie hizo mashini gani tokeni. Bwana asifiwe. Amen. Ndio sababisha kutolewana katika boma. Hizo mashini gani tokeni. Bwana asifiwe. Amen. Kila ambacho kupendezi Bwana katika maisha yako umekaa katika moyo wako leo kiachilie. Mwambie Bwana unajua kweli Bwana kuna jambo hili naachilia Bwana. Wacha Bwana nionekane kwamba nimechanganyikiwa. Nionekane sina maana, nionekane sielewi, nionekane sijielewi, lakini Bwana ninaachilia. Bwana asifiwe. Amen. Hii room unaacha wazi Bwana. Room hii naacha wazi. Nyumba yangu yote ya moyo wangu naacha wazi na kuachia wewe. Bwana asifiwe. Waamini wengine huachilia nusu. Nasema hii nusu ni yako. Yote mtolee Yesu. Mwachie Yesu azaliwe. Amen. Amen. Akupae kila room. Room ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ajae na utukufu wake ujae katika hizo room. Usibakishe room hata moja. Usibakishe vidongo katika room nyingine. Sio pande huu ni kwa Yesu. Hapana. Bwana asifiwe. Amen. Moyo wako ni moyo mmoja. Una room nyingi, lakini unahitajika kwamba umwachie Yesu room zote za moyo wako ili atawale. Bwana asifiwe. Amen. Ndio Mungu yake kwamba maisha yangu yote namwachia Bwana. Anitawale. Maisha yangu yote namwachia Bwana. Bwana Yesu uniongoze. Bwana asifiwe. Maisha yangu yote, roho za moyo wangu na kochiwe Bwana. Uniongoze, unitawale na kuachia wewe. Uniongoze, unitawale na Bwana wa majeshi azaliwa ndani yako, hata kuongoza, hata kutawala, utakuwa salama katika maisha yako. Ndugu yangu, toa usichompendeza Bwana katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Nasema tena ondoa, unakijua, sema leo na kuacha hapa. Leo toka. Bwana asifiwe. Amen. Napenda nitembee na Bwana. Napenda nimwachie Bwana. Na Bwana majeshi atapenya katika maisha yako. Season hii utahesabu kuinuliwa. Utahesabu baraka. Utahesabu kuhuishwa. Utahesabu kutiwa nguvu. Bwana asifiwe. Utahesabu nguvu za Mungu kuwa katika maisha yako. Kuna vitu vina resist nguvu za Mungu vinawaka ndani yetu. Na tutakapovitoa nguvu za Mungu zitaachiliwa katika maisha yetu. Na tutamwona Mungu. Zikiachiliwa nguvu hizo, baada ya kuwa tumetoa shukrani za Bwana, tutasababisha mabadiliko ya kiafya, mabadiliko ya kinyumba, katika ndoa, katika huduma, tutasababisha mabadiliko. Lakini tujiachilie mbele za Bwana na tuachilie kila sichopendeza Bwana. Msizo tena kuzaliwa kwake, tujiweke tayari maana siku inakuja. Kwa siku za kuhesabu tumpokee Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe ndani yetu. Wacha tujiandae na siku hiyo tukahesabu ya kwamba ni ya baraka katika maisha yetu na juu ya kila mmoja.